أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من النعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na jamaa zake na wote ambao wamemfuata katika njia ya haki mpaka siku ya mwisho, leo hii tutaendelea na maudhui yetu ambayo tulianza siku za nyuma, na ningependa iwe ni muendelezo ili tuweze na sisi kufikia walau kwa uchache kufanyia kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa niwaombeni tuendelee na pale tulipoishia katika darasa lililopita, ambapo tulikuwa tunaongelea sababu ambazo zinazomzuia mtu kuweza kufanyia kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu inakuja maswali mengi. Mashallah, ukiangalia zama hizi watu wanahifadhi Qur'ani sana, watoto kwa vijana kwa watu wazima, watu wanahifadhi Qur'ani tena wanazisoma Qur'ani hasa kwa kufuata ahkamu zake na utaratibu wake. Sasa swali linakuja, ni kwa nini basi hatuathiriki na hiyo Qur'an? Kwa nini Qur'ani haiwi sababu sisi kubadilika, tukatoka kule kwenye ujahil na kuja kwenye mwangaza ambao ameukusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshatuambia ndani ya Qur'an al-Karim katika sura Sad, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, kitabun أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. bila shaka ulul albab ndio sisi, ni Waislamu hasa ndio ulul albab. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa ufahamu wa kuweza kuchambua na kujua yale ambayo yanatakiwa na yale ambayo hayatakiwi. Ndio maana tukakubali kwa Waislamu. Ndio maana Muislamu yuko radhi aitoe nafsi yake kwa ajili ya kutetea Uislamu wake, kinyume na dini zingine. Kwanza anashangaa, inakuwaje mtu unaweza kufanya hivyo? Sababu tayari nafsi zimesha kubali. Sasa ni kwa nini hatuwezi kufikia hapo? Allah tabia Qur'ani ni hudan wa shifaa. Hivi kwa nini kupitia Qur'ani hatuongoki? Kwa nini kupitia Qur'ani shifa au tiba yake haifanyi kazi? Wa shifaa'un lima fi sudur. Sasa tutaendelea kuangalia mambo ambayo yanatuzuilia tusiweze au Qur'ani isiweze kushuka katika vifua vyetu na kuweza kufanya kazi. Kuna mawane. Kuna nini? Na mawane. Wanazuoni wametaja vingi sana, lakini vyote hivyo si kama vimetaja juu juu tu, la, bali vimo ndani ya Qur'an al-Karim. Yaani Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala ndivyo amevielezea kwamba hivi ndio sababu ya Qur'ani kutokushuka, au kutokana na jambo hili ninazuia msiweze kupata hiki na hiki. Tulianza kuongelea kunako kibri na aina zake, sababu kibri kiko cha aina nyingi sana. Kuna mtu anatakabbar kwa sababu ana nafasi, ana cheo, ana hadhi, anakuwa na kibri kutokana na nafasi yake. Kuna mtu anakuwa na kibri kwa sababu ana mali, akiangalia watoto wamzunguruka hawamfikii, anaamini kwamba akili zake ndizo zimfikisha kupata zile mali. Naona wasiokuwa na mali wote hawana akili. Yaani kuna baadhi ya watu ukiongelana kuona bwana akili zako ndogo sana,
Ni kama akili za Qarun, inma utituhu ala ilmin indi, kwamba hii ni elimu yangu iliyofikisha kupata hapa. Zote zote ni katika anwa' al-kibr. Allah subhanahu wa ta'ala, turejea aya ambayo tulisoma katika darasa lililopita katika sura al-A'raf aya 146. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq, nitaondoa ishara zangu, nitaondoa alama zangu, nitaondoa aya zangu. Yani ayat itafsiri unavyojua wewe, sababu kuja umuman, kwa maana aya kile ulichonacho katika ufahamu wa Qur'an, aya Allah atakiondoa. Tabaki unasoma tu kalbabgha kama kasuku vile, lakini hutakuwa na fikra ya kujua Mwenyezi Mungu amekusudia nini. Lakini utaona ayat maana makhluqatillah, ambapo Mwenyezi Mungu anataka tufanye mazingatio pia kwavyo. Yani ukikutana na viumbe Mwenyezi Mungu, wanyama, ndege, milima, bahari, ukiangalia mbingu, ardhi, unapata mazingatio kunako vitu hivyo. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshaondoa ile mazingatio, utaona kitu cha kawaida tu. Ndio tunavyoishi sisi, tumezungukwa na zote, lakini unaona kitu cha kawaida. Sasa Allah ameshatoa ahadi kwamba saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, na ukiona ishara zangu au alama zangu hawaziamini. Na kuamini si kwa maana ya lazima useme, unaweza kuamini kwa kuonyesha vitendo. Sio lazima useme kwamba mimi siamini, bali vitendo vyako vinaweza kuonyesha kwamba hauamini, haujali, kwa sababu kama ungeamini ungefanyia kazi. Wa yara sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila, wakiona njia ya uongofu watu hawa hawaifanyi kwa njia ya kupita. Njia ya uongofu ipi? Ni mafundisho ambayo katufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio njia ya uongofu. Sasa atuifati hivi, lazima tuseme kwamba atufati? Yani lazima useme sifati? Vitendo vyako vinaweza kutafsiri kuwa haufati. Ndakupeni mfano mmoja tu. Kwenye Qur'ani kuna makatazo mengi sana. Kuna makatazo ya kula riba, aya ziko wazi kabisa. Kuna makatazo za kukaribia kuto kuzini, aya ziko wazi kabisa. Kuna makatazo kukata udugu, aya ziko wazi kabisa. Lakini watu wanafanya. Maana yake nini? Ni kwamba umekataa au umekataa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Unaambiwa usifanye, unafanya. Maana yake umekataa maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Ndio kichomponza Iblis. Aliambiwa tu sujudu li Adam, si ndio? Hivi angesujudu angepungukiwa nini? Angepunguka labda angekuwa na hadhi ndogo, au nafasi yake aliyokuwa nayo ingeondoka? La, ni kutekeleza tu amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa sisi tumeonyeshwa na Mwenyezi Mungu njia ya uongofu, lakini kuifuata na kwa taabu. Lakini wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila, wakionyesha njia ya upotovu, Allahu akbar. Ndio tunaona duniani leo mambo ya kheri ni rahisi sana. Kuja msikitini, mtu kuna mtu anachaji pesa pale msikitini mlangoni, hakuna. Kuja kwenye mawaidha, hakuna. Lakini leo usikia kaja msanii fulani ambao wao wanasema ni msanii fulani maarufu kaja. Hebu angalia harakati zake. Hizo tiketi tu wiki moja kabla zimekwisha, kumbi zinajaa. Ametoa nini? Ametoa fedha, ametumia muda. Kwa mara nyingi maasi yanagharimu muda, yanagharimu pesa nyingi sana. Lakini kwenye taa ya Mwenyezi Mungu
bilbalash, ni mwenyewe tu kwenda kutekeleza anataka Mwenyezi Mungu na kuondoka zako. Bali hata kwenye ibada zile za mali ukiziangalia, kwa mtu mwenye akili anaweza kuona hivi Mwenyezi Mungu ametuonea huruma sana. Mfano kwenye kutoa zaka, ukiangalia kile unachokitoa na kile ulicho nacho, alafu linganisha na kile ambacho unakitumia kwenye upuuzi. Yaani weka ile thamani yako ya zaka pale mezani. Kama ni fedha, toa ile fungu la 10, toa ile robo yake ambayo unataka zaka ile. Sawa? Alafu kwenye pesa ile angalia ni kiasi gani unakitumia wewe kwenye mambo yasiyokuwa na maana. Unakuta kile ambacho unataka kutoa kwenye zaka la yusawi shay. Ni pesa ndogo sana, lakini bado mtu anaona mzigo hatoi. Mwenyezi Mungu atambia watu ambao Mwenyezi Mungu atawaondolea taufiki ya kuweza kufanyia kazi alama zake, ishara zake, ni watu gani? Wa yarau sabila alghayy yattakhidhuhu sabila, ni wale ambao wakiona njia ya upotovu wanaifanya kuwa ndio njia yao. Wa yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila. Hiyo jukumu la kila mtu kujitafakari katika nafsi yake. Sasa mimi niko wapi? Njia iko kulia, njia iko kushoto, naelekea wapi? Allah akasema dhalika biannahum kadhabu biayatina, imekuwa hivyo kwa sababu hao wanakadhibisha aya zetu, alama zetu, ishara zetu. Bali wasema kudhibisha sio lazima useme vitendo tu au kiishara. Allah akasema wakanu anha ghafilin, na wamekuwa kwenye aya hizo ni wenye kughafilika nazo. Sio kama hawazijui. Mtu aliyogafilika ni kwamba kitu anakijua lakini akafanyaje? Akaona mghafala. Ila kama hajui ndio anaelimishwa, akishajua jukumu lake kufuata. Kwa hiyo ni katika ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba anaondoa aya zake au ishara zake kwa watu ambao wanafanya kibri, kama ambavyo wanazuoni mitafsiri. Ibn Kathir anasema sa'amna'u fahma alhujaji wal adilla ala 'azmati, nitazuia mtu huyo kwangu kuweza kufahamu hoja na dalili unako utukufu wangu na ukubwa wangu. Na mwanazuoni mwingine Imam Sufyan bin Uyayna anasema anzi'u anhum fahma alquran. Nafahamu na inza ni kungoa. Kama vile mtu unavukoa unachinja mbuzi, unatoa ngozi ile, unaitoa namna hii. Mwenyezi Mungu atangoa watu ufahamu wa Qur'an. Ndio maana tunasoma Qur'an leo hii, maal asaf shadid, wote sisi ni mashahidi. Vijana wengi sana hasa kwetu Afrika Mashariki wametokea madrasa, matokeo yake wanakuja kuwa wasanii. Baada ya muda tena wale wasanii wanakuja kusoma Qur'ani, kufanya mashindano ya Qur'ani, wakiwa bado ni wasanii wa muziki. Si ndio? Mtu kama huyu Qur'ani imemwathiri. Sasa na kuweka maji na mafuta. Alafu hapo sawa sawa na kuelimisha au kuiambia jamii kwamba unaweza kuwa hivi lakini ukawa hivi pia. Kwa athari yake inakuja wapi? Vijana wengi ambao wameenda madrasa kusoma Qur'ani, wamejifunza aswat, maqamat, wakiangalia kwenda Qur'ani huko hakuna kitu, akiangalia huko kuna kitu, wengi watahamia katika masuala ya muziki na ataachana na ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio athari ipo na inaendelea kuwepo. Kwa hiyo huku mwanzo ni jukumu sasa kwa siku nilisema hapa kwamba kuanzia kwa wazazi nyumbani, kukaa na watoto na kuelewesha hivi vitu, kuweka daura nyumbani ndogo ndogo, halaka, kuwaambia watoto wako, familia yako, ili waweze kujitengeneza mapema. Lakini vile vile maustadha madrasa, mashekhe, kuwaambia watu mapema kwamba hii Qur'ani hii indikana tuisome, lakini katika muradi ambao anautaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La sivyo
tutakuwa tunasoma tu tunaweka, haitakuwa na athari yoyote, na tutaendelea kuwa madhalili mpaka pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoamua kuleta nusura yake yeye mwenyewe. Na katika aya nyingine katika surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, tutageuza mioyo yao na macho yao kama lam yu'minu awwala marra, wawe kama vile ambavyo hawajaamini mwanzo. Yani kwenye moyo wako Mwenyezi Mungu anageuza kabisa ile athari haipo ya Qur'ani, na macho yako kwa maana ile athari haipo, mtu anakuwa kama vile mwanzo, yani yupo tu anasali anafunga, lakini hana athari yoyote ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali Mwenyezi Mungu anasema wanadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, tutawaacha katika upotovu wao wakitangatanga. Na tumezeka hadithi katika maudhui hiyo, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibrin, hatoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu yule ambaye ana chembe wala chembe ndogo ya kibri. Dharra yani ni chembe ambayo huwezi kuiona kwa macho, labda kwa microscope kingine unaiona hiyo. Tusikie mfano mtu ambaye anaumwa corona au alikuwa anaumwa corona, Mwenyezi Mungu Ta'ala atuepushe na maradhi haya makubwa. Uko huwezi kuona kwa macho, hata yule mdudu mwenyewe, hata kwa hiyo microscope mwenyewe haonekani vizuri. Dharra. Kwa hiyo mtu hata kama ana chembe ndogo hawezi kufanyaje? Kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maneno haya anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kila mtu ajiangalie katika nafsi yake. Allah anasema bali al-insanu ala nafsihi basira, jiangalie, je, mimi nina kibri? Hivi kwenye mali yangu nina kibri? Hivi kwenye elimu yangu nina kibri? Unajiangalia, unajitathmini. Ukijitathmini ndio unafanyaje? Unabadilika sasa. Kama ulikuwa na viashiria unabadilika. Kwa moja mashaka. Katika maudhui nyingine ambayo tutachukua maudhui mbili leo kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah, na bado tuna muda kidogo. Tunaongelea katika mawani tadabbur, katika vitu vinavyozuia kufanya mazingatio. Kitu kingine ni qat'ur rahim, katika maradhi makubwa sana katika mujtama ni kukata udugu. Alafu watu wanaona kawaida tu. Kwa nini? Tusijuane. Tena hata nikifa usifike msibani kwangu. Mtu ana kawaida tu yani. Hajui wakati anasema hivyo anakuwa katika mazingira gani yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuelezea katika surat Muhammad aya 22, Allah anasema fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Hapo Mwenyezi Mungu ameongelea kupewa mamlaka, kwamba inavyotarajiwa au ilivyo kwamba mkipewa madaraka, mkipewa mamlaka, mtafanya ufisadi katika ardhi. Hii ni umuman. Lakini ukipewa ilmu, ukipewa mali, ukipewa madaraka, mara nyingi inakuja athari ya nini sasa? Ya kuanza kukata udugu. Kwa sababu gani kukata udugu? Kwa sababu mshaona umekuwa uko juu. Yaani watu ambao walikuwa wanaongea nao mwanzo lazima badilike tena, kwa sababu wale wa mwanzo hawana hadhi ya kuongea na wewe. Na ndio binadamu tulivyo. Umekuja kutangazwa ghafla bana, wewe ndio
wali Muscat, pale unaona kwamba kuna watu wangu wa kuongea nao sasa. Bali kuna watu wengine hata akienda katika majlis anaangalia kwamba nikae wapi, nikakae sehemu fulani, au anaandaliwa sehemu fulani. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna wakati watu kaenda kumtafuta ambao hawamjui kufika msikitini, washinda kutofautisha kati ya mtume na masahaba zake. Washinda kufanyaje? Kutofautisha kati ya mtume na masahaba zake. Yani unakuta kakaa anaongea, wamekaa wote, sio kama yeye amekaa sehemu maalum hivi ametengenezewa manas khasa, la hata mavazi, bali inawezekana hata masahaba wamevaa vizuri kuliko hata yeye. Hakutaka yote ni somo. Mtume sallam katufundisha sisi, hadi maisha yake kwetu sisi ni ya kuiga. Yani maisha yake hakuishi maisha ambayo hauwezi kumuiga. Kwa maana ni uswatun hasana kwenye kila kitu, maisha yake, maneno yake, mwenendo yake. Sasa sisi hapo utabadilisha hata sehemu ulikuwa unashona kanzu yako utabadilisha sasa. Tafuta wapi unashona kanzu expensive ile reali 200 unapata sehemu unashona kanzu kitambaa fulani. Haijakatazwa kuvaa vizuri, haijakatazwa kula vizuri. Ndakala ni Mwenyezi Mungu aone neema aliyokupa unaifanyia kazi, lakini sipeleka katika kuvaje kuwa na kibri na kuwadharau wengine. ويسمى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. hao wanaokata udugu baada ya kupata hicho kilichopewa, kama ni nafasi, kama ni ilmu, kama ni chochote, wakafanya kibri kwa hizo hivi kilichopewa. Mungu anasema watu hao ndio wale ambao Mwenyezi Mungu amewalaani. Faasammahum, akawatia uziwi, wa a'ma absarahum, na akawatia upofu macho yao. Faasammahum haina maana kwamba hawasikii, yani wanasikia, lakini ni sawa sana kwamba imepita huku imetokea kule imekwenda. Mtu anaweza kuwa amekaa, inasomwa aya ambayo inamhusu yeye kabisa, lakini wala hana habari wala hatikisiki. Bali kama anayejua anaweza kumfuata shekhe, bana wewe bana leo umekusudia mimi, sawa. Kumeweza kusoma aya yeye shekhe mwenyewe kamgusa pia, lakini ndio aya. Ndio salamu zilikuwa nashuka aya zinamuongelea moja kwa moja, alikuwa anazificha, alikuwa anasoma. Lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, ilikuwa mwausana tabtaghi mardat azwajik. Naambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, utafuta radhi za wake zako. Mtu aje kuambia leo, yaani utafuta radhi za wake zako, unaweza kukasirika. Lakini maadamu ni aya ya Qur'ani imemshukia Mtume sallallahu alayhi wasallam na akaisoma kama ilivyo, ili iwe fundisho kwa sisi pia. Kwa kupata mansab fulani, kupata kitu fulani ambacho wengine hawana, isiyo sababu ya mtu kufanyaje kukata udugu, kuona hata ndugu zake sasa kwake hawana thamani. Kwenye familia tunaona inatokea sana. Mwanzo tunaishi vizuri, wanathaminiana, wanapendana, lakini mmoja akishapanda tu basi kila kitu kinavurugika. Tupigie mabano hapo, ulaika alladhina la'anahumullah. Mwenyezi Mungu atuweke mbali na laana yake. Yani si kusikia laana Mwenyezi Mungu si kitu kidogo cha kuchukulia kawaida. Shakuwa na laana ya Mwenyezi Mungu ni nani atakayeweza kutoa laana hiyo? Hakuna. Leo hii Iblis ndio sema laanatullah, ile laana Mungu aliyompa ndio tayari anayo, hakuna hata afanyaje tena. Shakuwa nafasi ya kutaka kurejea amekataa, kwa hiyo anaendelea kuishi nayo mpaka mwisho. Sasa yeye ni maarufu, anajulikana. Ni wangapi ambao wanaishi na laana za Mwenyezi Mungu na hawajulikani? Ni wengi.
Na mwisho wa siku mtu anatafuta mbaya wake nani? Kila anachofanya kinaenda vibaya tu. Kuna kitu hapa haiwezekani. Kumbe kitu ni yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ana ugomvi yeye na Mwenyezi Mungu. Akae chini ajitathmini, nimekosea wapi, nimeteleza wapi. Na Mwenyezi Mungu ni Ghaffarun, ni mwingi wa usamehevu kwa mtu atakayerejea. Yesu Muhammad hiyo. Na katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min dhanbin ahra an yu'ajjila Allahu 'uqubatahu fi dunya ma'a ma yudakhalu li sahibihi fi al-akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Ni katika dhambi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaziwahisha sana adhabu yake kuanzia duniani. Yaani mtu ambaye amekata udugu, adhabu yake inaanzia duniani. Adhabu ya aina gani? Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua namna ya kuadhibu waja wake. Si kama ataletewa moto aanze kuadhibiwa. Mungu atakuadhibu anavojua wewe tu, lakini utapata taabu hapo duniani kabla hujaondoka. Atakubana kwenye maisha, hata maradhi, hata taabu, utafanyaje? Maana mitihani mingi tunayoipata, iko mitihani ndio tunaipata Mwenyezi Mungu unajua kuna mitihani imegawanyika. Mungu atakupa mtihani ili akurudishe katika mstari. Anaweza kukupa mtihani Mwenyezi Mungu ili akuzidishie nini? Akuzidishie imani. Kwa kuna mitihani na nyingi. Sasa ukipata mtihani, kaa tafakari, nimefanya nini? Mbona imekuwa hivi? Nimefanya nini? Lakini unafanya hivyo ni wachache sana. Ukikaa ukaongea na nafsi yako utajua kuna kitu nimekosea Mwenyezi Mungu. Nakaa chini, unamuomba msamaha Mwenyezi Mungu, ile mambo yanaondoka. Kwa hiyo katika madhambi ambayo, katika makosa ambayo adhabu yake inaanzia duniani nini? Al-baghi, mambo ya dhulma na nini, na kukata udugu duniani, alafu akhira na kusubiria. Na vitu vingi sana ambavyo vinapelekea kukata udugu. Kibri kimo, naanza na kibri chenyewe. Kibri kimo pia kinapelekea kukata udugu. Lakini vile vile katika mjitamaa wetu, mali, hasa kwenye mambo ya mirathi. Kwenye mirathi ndio kuna mtihani mkubwa sana. Ukienda leo mahakamani ukafungua mafaida ya mirathi, unaweza kukimbia. Ndugu kabisa, tena shaqiq, baba mmoja, mama mmoja. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mirathi katika vitu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamua kumaliza utata ni kwenye mirathi, sababu alijua mtihani wa mali ulivyo. Kwa Mwenyezi Mungu ameshagawa mali, huyu atachukua hiki, huyu atachukua hiki, huyu atachukua hiki, huyu atachukua hiki. Huyu hapati chochote, huyu atapata hiki kwa sababu hii. Na hapo wanazuoni wamefanya mazingatio pia katika hizi. Nataka niwaulize tumalize kwa swali hili. Wacheni nyie tuliangalie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja pale lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, mwanaume anachukua 2, mwanamke anachukua 1. Kikawaida na kwa macho kawaida, nenda kana lalamiki hapa mwanamke, sio? Lakini bilaks. Kwa nini bilaks? Naweza kutusaidia kwamba sisi wanaume sasa ndio tungeandamana kwamba hii aya inatubana sisi, sio nyinyi. Naweza kusaidia.
Ewa Sheikh. Naam. Aha. Tumsikia Sheikh eh? Sheikh amejibu vizuri. Iko hivi, unapokuwa na dada na kaka, amekufa mzazi wao, huyu kachukua riali 200 au 2000, ukachukua riali 1000 mathalan, si ndio? Kikanuni pale pale akufa yule mzazi, dada atakana ende kaishi wapi? Kwa kaka yake, madamu hajaolewa bado, si ndio? Akaishi kwa nani? Je, akiishi kwa kaka yake atakana atoe matumizi? Sheria inambana kutoa matumizi? Haimbani kutoa matumizi. Kaka yake atajua mdogo wangu atalala wapi, mdogo wangu atakula nini, unaelewa? Na kama anasoma atamsomesha. Wakati huo 1000 yake iko wapi? Wala haulizwi. Atakuja mchumba kuchumbia pale, mahari yake ile hali 3000, ni haki ya nani? Kaka ana haki hapo? Sheria imesema kaka apewe kitu, na ile 1000 kaka 2000 yake hapo ishaisha, kwa sababu naye ana watoto, ana mke, analipia nyumba, sivyo bwana? Bado dada akishatoka pale akienda kwa mume tena ametulia, majukumu yote ni ya nani? Ya mume. Akiachika kule anarudi kwa nani? Kaka. Hivyo watu wanajua hii, wanaolamika kwamba eti Uislamu unambana mwanamke, wanajua hii? Hawajui. Ndio maana Mwenyezi Mungu ameweka ili jukumu la kuangalia ile juu ya nani? Juu ya mwanamume. Yule tunaona kwa macho kawaida anapewa kidogo, lakini ni kingi, kwa sababu atatumia atakavyotaka yeye. Maana mwanamke akipata lake tutangaza ananua tu vipodozi hivi nini mafuta. Tofauti na mwanaume. Mwanaume akipata la kwanza anawaza nyumbani kuna chakula. Yaani hiyo ni maumbile. Nyumbani kuna chakula. Inakuja Ramadhani siku hiyo mtu wangu atavaa. Inawezekana hata yeye mwenyewe akashona kanzu yake moja tu, lakini kisha familia yake yote kinyume na mwanamke. Mwanamke atajiangalia yeye mwenyewe kwanza. Afala yatadabbaruna alquran, afala yatadabbaruna, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshagawa hivyo. Sisi tungetafakari kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa huyu 2 kampa huyu 1? Kuna hikma gani? Sababu kila kitu Mwenyezi Mungu anachokifanya nyuma yake kina nini? Kina hikma. Ina kwa sababu akili zimefungwa, hatuna mazingatio, watu wanaingia katika mkumbo huo. Na kweli bwana, tunataka haki sawa, haki sawa. Haki sawa kwenye mali, kwenye vitu vingine hamna, ni haki sawa, haki sawa. Matokeo yake leo wimbo wa haki sawa umpelekea familia nyingi kuvunjika, uhasama kuzidi. Sababu na wanaume wenyewe kwa sababu dini yenyewe ndogo, namba dake tumegawana pesa sawa sawa bwana. Sasa umetaka tugawane sawa sawa mahakamani. 2000 basi enda na maisha yako. Sasa nakwenda huko na haribikiwa maisha yanakuwa hivyo. Kwa hiyo katika vitu vinavyopelekea kukata udugu ni mirathi. Na hili inabidi hata sisi wazazi, mzazi kaa na watoto wako, wafundishe hili somo nyumbani. Usubiri ukafa kaenda kuambiwa mahakamani. Yaani mtajua kwamba kuna hili mahakamani. Anza kutengeneza nyumbani kwamba wewe kaka, wewe nafasi yako 1 2 3 kwenye mali kama nikiondoka. Na wewe dada nafasi yako 1 2 3. Yaani lazima watu kwanza wajue
kabla hazijafika kutoka nje za hawa wanaodai haki za binadamu. Lakini msidhani au tusidhani kwamba eti hawajui. La. Tusidhani kwamba makafiri wanajua vizuri sana. Sio mustashirikun. Kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekielezea wenyewe lazima waende nacho kinyume. Sababu wenyewe mshajua. Ili kuingiza chuki kwa watu, waichukie dini yao, waache kuifanyia kazi dini yao. Na wao ndio furaha yao. Kwa hiyo hata kufanyia kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu ili swala hili. Tena inawezekana tuwahifadhishe watoto wetu ayatul mirath. Wahifadhishe afu unakaa nao watoto wako mnafanya majadiliano nao aya kwa aya. Ni aya chache tu zile. Kwanza unakuwa umejitoa dhima mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hata ukiondoka naondoka huko wakigombana huko, unaweza kusema baba hajanifundisha. Umeshajitoa kwa Mwenyezi Mungu kwamba nimewaelekeza. Wakija kugombana baadaye, wakija kufanyaje, kupeleka mahakamani, wakija kukata udugu, ya Rabbi mimi nishawaelekeza. Nimeshafundisha, kila mmoja mshajua haki yake. Yaani kama tungekuwa tunafuata Uislamu sawa sawa, hizi kesi mahakamani zilikuwa ndogo sana. Labda kwenye mirathi kuna sehemu kidogo kuna mwingiliano wa kisheria. Hapo kidogo utapata fatwa za mashehe, za makadhi, watatupa maelekezo. Hizi zingine ziko wazi. Mtu kafa kaacha mtoto wa kiume na wa kike. Kuna ugomvi gani hapo? Unapewa mali zao naondoka. Lakini ukuta kesi za miaka 20 mahakamani. Na ile kesi watu hawajui, kila muda unavyokwenda mrefu ule mlolongo wa mirathi unaongezeka. Hilo vile tuliangalia sisi. Ule mgawanyo unafanyaje? Unaongezeka. Kwa sababu huyu itakana achukue peke yake mtoto, alifi peke yake. Lakini amekwenda mpaka amekufa, ameacha mke tayari. Ameacha watoto. Sawa? Hawa watoto wenyewe atakwenda, mmoja anaweza kafa na anaacha mtoto. Kwa sababu unakuja kuwapa kazi wanaogawa mirathi sasa. Huyu kaondoka, akiondoka huyu atafanyaje? Lakini akuwa pale pap, mirathi inagaiwa, mchezo umeisha. Kwa hivyo ni katika maradhi makubwa na mitihani mkubwa sana yapelekea katika kukata udugu. Ni jukumu la wazazi sasa ambao wako hai kwanza kuhakikisha udugu unakuwa makini. Yaani mtu hata kama ana matumbo matatu ayaunganishe matumbo yake bado yuko hai. Yaani labda kajaliwa kapata wake wawili watatu na wote kazaa, akishe anawaunganisha wale. Asiweke matabaka baina yao. Sababu wengine wanakuwa kwa matabaka, wakule haendi huku haendi kule. Waweke pamoja kwanza. Watengenezee mapenzi kati yao. Alafu wape ilmu ya dini ambayo ndio msingi. Baada ya hapo wenyewe kwa wenyewe watakuja kuwekana sawa. Lakini kutengeneza matabaka bado uko hai bila kuweka sawa, ukiondoka lazima tu kutokea mgongano wa sintofahamu katika familia. Na katika vitu vingine ambavyo vinapelekea kukata udugu ni chuki. Chuki, hasad. Mtu anakuwa na hasadi tu kumuona ndugu yake kafanikiwa. Hasadi inamuingia. Tena ile hasadi mbaya kabisa. Kuna hasadi ile ya unaomba kile alichonacho kile akikose, na hata kama hujakipata, yani wote mkose. Anasema hasadi mbaya sana. Hasadi inamfanya mtu mwenye hasadi hata kunenepa hanenepi. Sasa anakuwa kila kimuona ile donge, chuki. Unaona, hasadi mbaya sana. Na hasadi sio lazima mtu afanye kitu. Ile anapoumia yeye tu tayari inafanyaje? Inaathiri. Kwa cha msingi ni mtu kuridhika na kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu asema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya
wa rahmatu rabbika khairu. Yani Allah anasema sisi ndo tumegawa matabaka yao, tumegawa riziki zao duniani ili hawa wawatumikie wale. Yani Mungu tufanye hicho, tungekuwa wote ni milionea, nani angemtumikia mwenzake? Nani angekuwa driver? Nani angekuwa fundi wa magari? Hamna. Nani angekuwa mpishi? Kwa Mungu ameweka, amebalance ili kila mtu aweze kuwa na nasibu katika maisha ya mwingine. Haina faida kama wote mtakuwa wafanyabiashara. Nani ataenda kununua kwa mwingine? Hakuna. Ndio Mungu amepanga hata hizi taaluma, kwamba huyu Mungu amempa ufahamu wa kitu fulani, huyu wa kitu fulani. Hawa wakiishi pamoja maisha yanakwenda. Sasa kuna wengine kutokana na nafasi alionayo, kila anachokipata ni kidogo, anamfanyia husda ile ambayo apewa kingi na Mwenyezi Mungu. Sawa? Wale katatu. Naam, kwa hiyo katika vitu ambavyo vinazuilia kuweza au vinavyopelekea kukata udugu ni nini? Nimesema ni hasad au chuki. Kwa ujumla, ndugu zangu, kukata udugu ni katika madhambi makubwa sana, na tunaishi nayo katika mujtamaa, tunaona. Sasa sisi tuwe ni sababu. Rasul anasema la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyan wa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khayruhum alladhi yabda'u bis-salam. Si halali, haifai kwa Muislamu kumhama Muislamu mwenzake, yani kuto kumsomesha zaidi ya siku 3. Umekasirika sawa, siku ya kwanza au binadamu umekasirika, siku ya pili umekasirika, ya 3, ya 4 umeshaingia katika matatizo. Sasa nifanyaje? Mtu anasema kuwa mbora wewe. Sasa yule anaanza salamu, yeye wewe kuwa mbora wewe, ili siku ya 4 isifike. Tuna naye anamwambia assalamu, tena usoni kabisa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afuna mtizamo, tunasema awala adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum afshu salam bainakum. Ukimtolea salamu ndio kwa kwanza mshtua na moyo wake, akijibu salamu ugomvi umeisha. Sasa kuwa mbora wewe, hata kama imezidi siku 3 hizo, hata kama una mwezi mzima, umeshajua sasa Mtume anasema nini, wewe kuwa mbora wewe. Wakati